الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ndugu zangu, wanafunzi wangu wapenzi, katika darsa yetu ya lugha ya Kiarabu tupo katika kitabu chetu kizuri kinachoitwa Al-Mumti'u fi Sharhi Al-Ajurrumiyya, na katika kitabu hiki tunaishi katika muqaddimatu sharh, utangulizi wa sharhi hii, na tumeona tuanzie hapa kwa sababu kuna vitu muhimu ambavyo vitakufanya wewe mwanafunzi uielewe ilmu ya nahwu imetoka wapi, thamani yake ni nini, kazi yake ni nini. Hapo ndipo utaipa umuhimu, na utakapokuwa unaisoma utakuwa umekaa katika umakini wa hali ya juu. Tumeona katika darsa yetu iliyopita kwamba Waarabu walikuwaje kabla ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kutumwa, na baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kutumwa mwanzoni mwa Uislamu, kwamba walikuwa wakizungumza lugha ya Kiarabu safi kabisa. Kwa nini? Kwa sababu pale mwanzoni mwa Uislamu bado wageni hawajaanza kuingia katika Uislamu, walikuwa Waarabu walioko karibu na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini Uislamu ulipodhihiri ulimwenguni na wakawa wanasilimu wale ambao hawazungumzi lugha ya Kiarabu, wakajazana katika Uislamu, hapo ndipo lugha ya Kiarabu ikaanza kuonekana inaharibiwa na watu wanaizungumza vibaya, na ndio maulama wakahofia kwamba hadithi na Qur'ani zitakuja kusomwa vibaya. Ali bin Abi Talib akamwambia Abul Aswad ad-Duali aandike vipengele kuhusiana na ilmu hii ambayo tunaisoma, ilmu ya nahwu, na Abul Aswad ad-Duali akaandika hayo ambayo alitakiwa na Ali bin Abi Talib ayaandike. Na baada ya hapo tukasema kwamba nahwu ilianza kidogo vipengele vyake, milango yake imepangwa, imeparaganyuka kama zinavyoanza ilmu zote, lakini tulifikia kueleza kwamba ila anishtadda sa'iduhu, mpaka pale ilipokazana mkono wake. Sa'id tumesema ni kuanzia hapa kwenye kiganja mpaka kufika hapa kwenye kifundo, hii hapa ndio inaitwa sa'id. Na Waarabu wanatumia msemo huu ishtadda sa'iduhu, bimaana mtu anapopata nguvu baada ya kuwa dhaifu. Hawakusudii mkono kama mkono, bali wanakusudia kupata nguvu baada ya kuwa dhaifu. Kwa hivyo mpaka nahwu ilipopata nguvu, fa akhadha yanmu shay'an fa shay'an, ikawa inakuwa kidogo inakuwa hata wasala ilaina, mpaka ikafika kwetu sisi, muktamila sarhi, ikiwa imekamilika ile jengo lake, imekamilika vizuri, fi kitabi Sibawaihi, katika kitabu cha Sibawaihi. Sibawaihi ni nani? Ameandika namba 1 hapo, maana yake anakutaka uangalie chini huko, kuna kinamba kimoja kidogo, kuna maelezo madogo, utayasoma haya, utamjua Sibawaihi ni nani. Asema Sibawaihi qala anhu adh-Dhahabi, amesema kuhusiana na yeye al-Imam adh-Dhahabi. Yani al-Imam adh-Dhahabi ametamka maneno yanayomhusu al-Imam Sibawaihi kuwa yeye ni nani. Anasema imamu nahwi, huyu ni imamu mkubwa katika nahwu. Hujjatul arabi, yeye ni hoja ya Waarabu, yani Waarabu wanamtumia sana kuwa ni hoja katika kuweka sawa vipengele vya lugha ya Kiarabu. Jina lake anaitwa Abu Bishr Amru ibn Uthman ibn Qambar al-Farisi al-Basri. Huyu ni mtu wa Fursi, halafu baadaye thumma al-Basri akahamia Basra. Abu Bishr huyu ambaye jina lake maarufu kwamba ni Sibawaihi, anasema waqad talaba al-fiqha, huyu bwana ametafuta ilmu ya fiqhi wal haditha, na ilmu ya hadithi, muddatan, kwa muda kadhaa. Amejitahidi kutafuta ilmu ya fiqhi, akasoma, baadaye akatafuta ilmu ya hadithi, na baada ya hapo thumma aqbala ila al-arabiyyati, kisha akakabili kuitafuta lugha ya Kiarabu. Baada ya kutafuta fiqhi kwa muda kadhaa na kutafuta ilmu yake ya hadithi kwa muda kadhaa, akakabili moja kwa moja kuelekea kwenye lugha ya Kiarabu. Fabaraa, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu akamjalia fabaraa, yani baraa, akabobea, yani faghalaba, akashinda, akawapata nguvu katika jambo hilo. Wafaqa, na akawa juu, akawapita wengi, ndio maana baraa, akabobea. Wasada ahla al-asri, na akawatangulia wale watu wa zama zake, akawaongoza katika hilo, kwamba yeye akawa yuko juu. Sada kutokana na uongozi,
wasada ahla al-asr, na akawaongoza wale watu wa zama zake, kwamba yeye akawa ndio kiongozi katika ilmu hii ya nahwu. Waalafa fiha kitabahu al-kabir, waalafa fiha kitabahu al-kabir, na akaandika katika hili jambo la lugha ya Kiarabu kitabahu al-kabir, kitabu chake kikubwa, na hicho ni kitabu maarufu cha al-Imamu Sibawayhi. Anasema kitabu hicho alipokiandika, istamla ala Hammad ibn Salama, alikifanyia imla kwa Hammad ibn Salama. Hammad ibn Salama alifanyiwa imla. Imla maana yake ni nini? Imla maana yake mtu mmoja anasoma, mwingine anasikiliza. Yani kile ambacho mathalan mimi nimeandika, nataka kuhakikisha kwamba kimeandikwa sawa sawa au hakikuandikwa sawa sawa. Kwa hivyo mimi ninatamka maneno fulani, anayaandika. Kwa hivyo Sibawayhi anatamka maneno, Hammad ibn Salama anafanyaje? Anaandika. Baada ya Hammad ibn Salama kuandika kile alichokitamka al-Imamu Sibawayhi, Hammad ibn Salama inabidi asome ili Imam Sibawayhi asikie kile anachokisoma ndivyo nilivyomwambia aandike. Hii inaitwa imla. Yani mmoja anatamka, mwingine anaandika, kisha yule anaandika inabidi afanyeje? Amsomee yule bwana asikie, hivi ndivyo nilivyoandika, sawa sio sawa? Kwa hivyo al-Imam Sibawayhi kitabu chake hicho istamla ala Hammad ibn Salama, alikifanyia imla kwa Hammad ibn Salama. Wa akhadha an-nahwu, na akachukua ilmu ya nahwu an Isa ibn Amr, kutoka kwa shekhe mmoja anaitwa Isa ibn Amr. Kadhalika Yunus ibn Habib, kadhalika al-Khalil amepokea kutoka kwa al-Imam al-Khalil wa Abi al-Khattab al-Akhfash al-Kabir. Hawa ndio mashekhe ambao amepokea kutoka kwao ilmu ya nahwu. Kisha akasema waqad jamaa Yahya al-Barmaki, na kwa hakika amewakusanya Yahya al-Barmaki. Yani kuna mtu mmoja anaitwa Yahya al-Barmaki. Huyu Yahya al-Barmaki amemkusanya baina al-Imamu Sibawayhi, alimchukua, wa baina al-Kisai, na baina al-Imamu al-Kisai, akawaweka pamoja. Hao wote ni watu wawili ambao wanasifiwa wanajua nahwu sawa sawa. Kwa hivyo siku moja al-Imam Yahya al-Barmaki akamchukua al-Imamu Sibawayhi na al-Imamu al-Kisai, akawakusanya pamoja lilmunadhara, kwa ajili ya kujadiliana. Yani masala ya kinahwu, na hii utaikuta katika vitabu vingi, na sisi hatuitaki sana historia hiyo, sisi tunapita tu kuelezea. Anasema wajarat mas'alatu zumbur, na hapo ndio yakapita jarat, yakatokezea mas'alatu zumbur, yale mas'ala maarufu yanaitwa mas'ala ya zumbur. Ukisoma vitabu vikubwa vya lugha utakuta kesi hii inaelezewa kwamba al-Imamu al-Kisai alisoma baadhi ya ibara pale kutaka kumpima al-Imamu Sibawayhi kwamba anajua nahwu au hajui nahwu. Akasoma ibara inayosema kuntu adhunnu anna al-aqraba ashaddu lus'atan min az-zumbur fa idha huwa hi au fa idha huwa iyaha. Alikuwa anampima hapa. Al-Imamu Sibawayhi akajibu kwa mujibu wa vitabu vinavyoeleza fa idha huwa hi wala yajuzu an-nasb, na inavyoonekana kwamba Imamu Sibawayhi amekosea, watu wakamkosoa na hivi kwamba, lakini anasema al-Imamu Adh-Dhahabi kuhusu kesi hiyo wa huwa kadhib, hiyo kesi ni kesi ya uongo, wala haina haja sisi kurefusha maelezo katika kesi hiyo, kwa sababu kwa sasa hivi haituhusu. Almuhimu anaeleza tu kwamba matukio na Imam Sibawayhi ni nani. Anasema tuufia sana 80 wa 100, amekufa huyu bwana katika mwaka wa 180 baada al-hijra, baada ya hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwaka wa 180 amekufa al-Imamu Sibawayhi. Wa qala anhu az-Zubaydi fi at-Tabaqat, na amesema kuhusu yeye al-Imamu Zubaydi. Al-Imamu Zubaydi ametamka maneno kumhusu al-Imamu Sibawayhi katika kitabu chake kinachoitwa At-Tabaqat. Amesema hivi, qala ar-Riyashi, amesema al-Imamu ar-Riyashi, kana Sibawayhi, alikuwa huyu bwana Sibawayhi, sunniyan, ni mwana sunna, ala sunna, tena alikuwa juu ya sunna kweli kweli. Kwa hivyo ni katika ulama as-salaf as-salih katika fani ya lugha. Al-Imamu Sibawayhi amebobea, tena amebobea vibaya sana.
Kwa hivyo hii ni kwa ufupi nahwu wanavyoni wakaja wakaikuta al-Imam Sibawayhi ameikusanya vizuri katika kitabu chake hicho. Lakini ieleweke kwamba Sibawayhi naye ni binadamu, bila shaka kuna baadhi ya vitu atakuwa amepita katika udhaifu fulani, watakuja baadhi ya watu watavikamilisha, hakuna binadamu mkamilifu, lakini Sibawayhi ni gogo katika magogo ya ilmu ya nahwu. Anasema Malik al-Mahdhari katika kipengele hichi anachotaka kutuzungumzia sasa, walaqad i'tamada al-ulama al-aqdamun, na kwa hakika wametegemea wanawavyuoni wa kale. Al-ulama al-aqdamun, wanawavyuoni wa kale wametegemea fima jamauhu, katika yale walio yakusanya. Yani wao wameandika vitabu, wamekusanya mambo mbalimbali katika hivyo vitabu, lakini swali, wametegemea wapi? Mategemezi yao ni nini katika hayo walio yakusanya? Ndio hicho anachotaka kutuelezea, wamepata wapi mategemezi ya walio yaandika. Waliqad i'tamada al-ulama al-aqdamun, na kwa hakika wametegemea wanawavyuoni waliotangulia fi ma jamauhu, katika yale walioyakusanya, min al-masail an-nahwiyya, katika masala mbalimbali ya kinahwu, was-sarfiyya, na katika masala mbalimbali ya kisarfu. Wametegemea ala ma jumia, juu ya yale yaliyokusanywa, min ulumi lughati wal adab, katika elimu za lugha na adab. Yani maulama wa nahwu na maulama wa sarfu, wao wameangalia vitabu vilivyotangulia vya lugha ya Kiarabu na vitabu vya adab, yani vitabu vinavyoelezea adab. Walipoangalia vitabu hivyo, ndio msingi wao ulikuwa wa kuandika ilmu ya nahwu na kuandika ilmu ya sarf. Nadhani tunaelewana vizuri. Maulama wali al-aqdamun, wakale wale wa mwanzo waliokuja kuandika ilmu ya nahwu na ilmu ya sarf, wametegemea nini? Wametegemea ala ma jumia, juu ya vile ambavyo tayari vishakusanywa, min ulumi lughati wal adab, katika elimu za lugha na adab. Kwa hivyo tayari wao wamekuta watu washaandika elimu ya lugha, washaandika adab. Kwa hivyo wao wakaangalia mule, wakapangilia vipengele vya nahwu na sarf. Tunaelewana vizuri? Sasa bado linabakia swali, hao walioandika hivyo vitabu vya lugha na adab, ambao wao ndio walikuwa tegemezi la nahwu na sarf, na wao pia wametegemea nini? Ndio anasema mwandishi, tilka al-ulumu, elimu hizo za lugha na adab, kana min ahammi masadiriha, ilikuwa katika yale muhimu zaidi ya machimbuko yake. Min ahammi masadiriha, yani almasdariha alaham, chimbuko lake lililokuwa muhimu zaidi, lililotegemea katika vitabu hivyo. Al-Qur'anul Karim, ilikuwa ni Qur'ani tukufu, wal hadithu nabawiyu, na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa shi'ru al-arabiyyu, na mashairi ya Waarabu, al-mawthuqu bi sihhatihi, ambayo mashairi hayo yanaaminiwa kusihi kwake. Sio mashairi yoyote tu ya kuokota, mpaka iwe ni kuna thika, kuna ukweli na uaminifu ndani yake, kwamba hili shairi limetamkwa kweli, na huyo aliyotamka ni nani? Wa arabiyati qailihi, na ule uarabu wa yule aliyesema hilo. Je, ni muarabu sawa sawa? Kwa hivyo hivi vitu vinne ndivyo vilivyokuwa tegemezi katika hivyo vitabu vya lugha na vitabu vya adab. Vitabu vya lugha na vitabu vya adab ndivyo vimekopiwa au vimetegemewa katika kuandika vitabu vya nahwu na vitabu vya sarf. Maulama walioandika nahwu na sarf wamekuja kutegemea vitabu vya lugha na adab, na hawa walioandika vitabu vya lugha na adab, wao aham masadiriha ni nini? Mategemezi yao muhimu ni nini? Machimbuko yao muhimu ni nini? Wao wamechimbua kutoka kwenye Qur'an tukufu, kwa sababu Qur'ani haina makosa ndani yake katika lugha. Kadhalika wametegemea hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika mashairi ya Waarabu wanaojua lugha sawa sawa, na hayo mashairi yalikuwa yanapimwa katika vigezo viwili. Kigezo cha kwanza, kwamba ni kweli hili shairi ni sahihi, lipo kweli, hili linahakikishwa. Na baada ya hapo, je, ule Uarabu wa yule aliyetamka ni Muarabu vipi? Huyu ni Muarabu pure au ni Muarabu mchovyo? Hivyo vitu vilikuwa vinazingatiwa sana. Anasema kama atamadu ala mushafahati al-arab, kama vile vile walivyotegemea juu ya kitendo cha mazungumzo, mushafahati al-arab, kuzungumza na Waarabu wenyewe.
kwamba watu walikuwa wanatoka wanakwenda kukaa kuwasikiliza wanasema ile mazungumzo yao ya kawaida tu Waarabu namna wanavyozungumza. Warihlati ilaihim, lakini sio hapo tu, arrihla ilaihim, kufunga safari kuelekea kwao, kuwatafuta hasa. Arrihlati ilaihim, kuelekea kwao. Haithu yuqimun, pahala ambapo wanakaa. Haithu, pahala ambapo yuqimun, wanakaa hao Waarabu. Fi bawadihimu annaiya, katika yale majangwa yao yaliyokuwa huko kando ya miji. Kwa hivyo wakadhalika wakategemea katika mategemezi yao mushafahatul arab, mazungumzo majibizano ya Waarabu, namna wanavyozungumza kile Kiarabu sahihi ndicho kilichotegemewa. Kadhalika arrihlat ilaihim, kufunga safari kuelekea kwa Waarabu. Haithu yuqimun, huko wanakokaa huko. Fi bawadihim, katika majangwa yao huko wanakokaa na mabondeni huko. Kwa hivyo anasema laqad ihtamma ulamauna, kwa hakika wamezingatia. Ihtamma, wamechukulia umuhimu. Ulamauna, maulama wetu. Biulumi al-arabiyyati, kwa hii elimu ya Kiarabu. Hii elimu ya Kiarabu maulama wetu wameifanyia ihtamma, wameitilia umuhimu. Ihtimaman, umuhimu ambao laisa lahu nadhirun, hauna mfano. Laqad ihtamma ulamauna, kwa hakika wamezingatia, wametilia umuhimu maulama wetu. Biulumi al-arabiyya, hii elimu ya lugha ya Kiarabu. Ihtimaman, umuhimu ambao laisa lahu nadhirun, hauna mfano. Hatta qila, mpaka imesemwa, innahu, kwa hakika, lam talqa lughatun, haikupata lugha yoyote, kama laqiyati al-lughatu al-arabiyyatu, kama ilivyopokea lugha ya Kiarabu. Ama lugha ya Kiarabu imepata special yake maalum kuliko lugha zote. Min al-hifdhi, kwanza kule kuhifadhiwa, imehifadhiwa barabara, hawezi mtu kuparaganyua formula na grama ya lugha ya Kiarabu. Wal inaya, na ule uzingatiaji, imezingatiwa sana. Wal ihtimam, na ule umakini, imetiliwa umakini na umuhimu wa hali ya juu. Kwa hivyo anasema wa fil waqti alhadir, na katika huu wakati tulionao hivi sasa, yuhawilu a'da'u alislami, wanajaribu maadui wa Uislamu. Wanajaribu nini? Ib'ada almuslimina, kuwaweka mbali Waislamu, an lughatihim, kutokana na lugha yao. Maadui wa Uislamu wanajaribu kwa kutumia njia mbalimbali kutuweka mbali sisi Waislamu kutokana na lugha yetu hii ya Kiarabu. Imma bitaklili min sha'niha, njia moja ya kwanza wanatumia, imma kulidogosha hili jambo lake, kwamba wanalifanya dogo, kwamba si lugha yenye kuzingatiwa bwana. Wa ahamiyatiha, na ule umuhimu wake wanaudogosha mbele za Waislamu, mpaka Waislamu wanaona kwamba si lugha, si chochote, si lolote, lugha bora ni lugha fulani, hizi ndio lugha za ulimwengu. Kwa hivyo maadui wa Uislamu wanatumia njia hiyo ya kwanza. Njia gani? At-taqlil min sha'niha, kudogosha, kulidharau lile jambo la lugha ya Kiarabu. Wa ahamiyatiha, na ule umuhimu wake. Wa imma biwasfiha, na wakati mwingine wanatumia njia nyingine. Wanatumia njia gani? Imma biwasfiha, imma kuisifu lugha hii kwa sifa gani? Bi annaha qawaid muaqqada, ya kwamba hizi ni kanuni zilizotiwa mafundo. Muaqqad ni kanuni zilizotiwa ugumu. Wa sa'ba, na kanuni ambazo ni ngumu. Yani muaqqad wa sa'ba kalimatani mutaradifatan, ni maneno mawili yenye kufanana. Wanawaambia watu kwamba lugha ya Kiarabu ni ngumu, kanuni zake ni ngumu, haieleweki, haifahamiki. Kwa hivyo hizi ni katika njia tu za kuwaweka mbali Waislamu na lugha yao. Anasema bainama tarahum, wakati ambapo utawaona hao maadui wa Uislamu, yushajji'una, wanawashajiisha watu, ala taallumi lughati al-kuffari, juu ya kusoma zile lugha za makafiri, wa taallumi qawaidiha, na kusoma zile kanuni za lugha zao. Kwa hivyo lugha ya Kiarabu wanawadharaulisha watu wasisome Waislamu, na kweli masikitiko makubwa watu hawaisomi. Tahamaki ukiwa huisomi lugha ya Kiarabu, manake hutojua wewe yaliyoandikwa katika vitabu vya dini, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tafsiri za Qur'an, manake washakuweka mbali na dini yako katika njia ambayo wewe mwenyewe hukugundua. Anamaliza kwa kusema qala Sheikhuna Muqbil rahimahullahu ta'ala, amesema Sheikh wetu Sheikh Muqbil Allah mrehemu, ilmu nahwi, hii elimu ya nahwu,
min al-ulumi al-islamiyati, ni katika elimu za Uislamu, al-muhimma, ambazo ni muhimu, allati, ilmu ambazo, yajibu, inawajibika, ala al-muslimina, juu ya waislamu wote, an yu'tuha ihtimaman, wazipe elimu hizo umuhimu. Elimu ya nahwu ni katika ilmu za Uislamu zenye umuhimu ambazo inawajibika juu ya waislamu wote, ayu'tuha ihtimaman, wazipe umuhimu wake. Idh, kwani a'da'ul islami, maadui wa Uislamu, yunafiruna almuslimin, wanawakimbiza waislamu, wanawaweka mbali waislamu, an lughati dinihim, kutokana na ile lugha ya dini yao. Maadui wa Uislamu wanawakimbiza waislamu wasisome hii lugha ya dini yao. Wa yashghalunahum, na wanawashughulisha, kwa masikitiko wanawapa mambo mengine ya kuwashughulisha, wanawashughulisha bima, kwa mambo ambayo laisa min daruriyati dinihim, hayamo katika ulazima wa dini yao. Laisa min daruriyati dinihim, hayamo katika ulazima wa dini yao. Wallahu almusta'an, na Allah tabaraka wa taala ndiye mwenye kutakwa msaada katika hili. Kwa hivyo hizi ni hali ambazo anazieleza, zipo na zinafahamika kwa wasiokuwa waislamu. Yaqul wa najidu salafana as-salih, na tunawaona wema wetu waliotutangulia. Wa najidu, na tunawakuta salafana as-salih rahimahumullah, wema waliotutangulia. Salaf ndio kitu kilichotangulia na as-salih ni wema. Wa najidu, na tunawakuta salafana as-salih, wema wetu waliotutangulia, rahimahumullah, Allah warehemu, min aghyari nnas, ni katika watu wenye ghera. Annas ndio watu, na aghyar ni hiyo ghera, yani ghera ni kama wivu fulani hivi. Kwa hivyo utawakuta as-salafu salih ni watu wenye ghera ya hali ya juu, ala lughati al-Qur'an, juu ya hii lugha ya Qur'anul Karim. Walikuwa wana ghera sana, wana uchungu sana. Faqad kanu, kwa hakika walikuwa wao, yadhribuna auladahum, wanawapiga watoto wao, ala al-lahni, juu ya al-lahn. Al-lahn manake ni makosa katika lugha, makosa katika kanuni za lugha. Mtoto wa kisalaf katika waliotangulia akikosea katika lugha, akizungumza broken, maana yake hapo atapigwa na baba yake, atapigwa na mama yake. Lengo ni kumfanya azungumze lugha sawa sawa, ili Qur'ani inyoke na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam zinyoke. Leo insha Allah katika darasa yetu tutasimamia katika kipengele hichi, na mambo muhimu ambayo tumeyaona katika darasa yetu ya leo. Jambo la kwanza ni kumjua kidogo kwa ufupi al-Imam Sibawaihi rahimahullahu ta'ala, ambaye yeye ni imam katika fani hii ya nahwu na ni imam mwenye kuheshimiwa sana. Lakini kipengele cha pili tumeona ni mategemezi gani yaliyotegemewa katika kuandikwa ilmu ya nahwu. Tumeona kwamba maulama walioandika ilmu ya nahwu wao wametegemea vitabu vya lugha na adab ambavyo tayari vishakusanywa hapo mwanzo, na hao waliokusanya vitabu vya lugha na adab wao mategemezi yao ilikuwa ni Qur'anul Karim, kadhalika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, na mashairi ya Waarabu, kadhalika mazungumzo ya Waarabu wenyewe ambapo walikuwa wakizungumza. Hilo ni jambo la pili ambalo tumeliona, mategemezi gani imetegemewa hii ilmu ya nahwu. Lakini kadhalika tukaona kwamba maulama wetu wa Kiislamu wametilia umuhimu sana jambo hili la ilmu ya nahwu, mpaka ikasemwa kwamba hakuna lugha iliyopata vitu ambavyo imepata lugha ya Kiarabu. Kwanza imehifadhiwa, hakuna kuchafuka wala kubadilika. Kadhalika al-inaya imezingatiwa vizuri, kadhalika al-ihtimam imetiliwa umuhimu vizuri. Hilo ni jambo la tatu. Lakini jambo la nne tumeona kwamba katika zama zetu tulizonazo, maadui wa Uislamu wanawatoa Waislamu katika dira ya kuisoma lugha yao ya Kiarabu ambayo ndiyo lugha ya dini yao, bali badala yake wanawapeleka kusoma lugha nyinginezo. Na katika trick wanazozitumia ni kuambia ima lugha hii haina chochote bwana, si lugha ya maendeleo, hiyo ni njia moja, na wakati mwingine kuambia ni lugha ngumu ambayo haisomeki, kanuni zake ni ngumu. Hili jambo wanalifanya wasiokuwa Waislamu, na kama tulivyomwona al-Imam al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala anaelezea hilo juu ya hali ya wasiokuwa Waislamu. Hilo ni jambo la nne. Lakini jambo la tano ambalo tumeliona katika darsa yetu ya leo ni kwamba wema waliotangulia walikuwa wakiwapiga watoto wao endapo wataleta al-lahn,
na lahn ni makosa katika lugha ya Kiarabu. Wakikosea katika mazungumzo walikuwa wanawapiga. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wao ni aghyarun nas, ni watu wenye ghera, ni watu wenye wivu, ni watu wenye uchungu na lugha ya Qur'ani ambayo ni lugha ya Kiarabu. Haya ni mambo ambayo muhimu uyazingatie katika darasa yetu ya leo tuliyoisoma. Insha Allah tutakapokuja tutakuja kuendelea katika utangulizi huu muhimu, na utangulizi huu nasema kwamba ni muhimu kwa sababu ndio utakufanya uijue ilmu ya nahwu na thamani yake, na hapo tutakapoanza kuisoma ndio utapata kuizingatia katika uzingatiaji wa hali ya juu, na utakuwa unafanya bidii ili ufikie katika yale malengo ya kusoma kwako nahwu. Ujue kusoma Qur'ani, ufahamu tafsiri za Qur'an, ufahamu hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, hatimaye ufikie pahala uwe na uwezo wa kusoma vitabu vya wana wa vyuoni. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.